Kiukweli moyoni mimi nilikuwa nimewaambia wazazi wangu ya kwamba niende nikachange course. Wazazi wakanigomea. Lakini nikaamua nifanye decision. Niliamua kuattend madarasa ambayo sio yangu. Hakuna kitu ambacho kilinifurahisha sana kukuta yani zile unakuta yani bonge ya magazine imechorwa mdada yani ana kalio kubwa. Yani bora nipate 10 kwenye mathematics. Ilikuwa nyeupe afu ina bonge ya chogo nyuma. Kwa hiyo graphic design yangu ndipo ilianzia hapo. Miaka ikapita hapo hivi baba yetu akatuupdatea computer. It means badala ya kutumia ile chogo tukaanza kutumia flat screen. The good thing ambayo mimi yani sijui nilikuwa na bahati gani. Ile computer ilikuja kuna software ilikuwa installed ndani, ilikuwa inaitwa Firework. Kwa watu ambao wamepitia masuala ya graphic design kipindi cha nyuma, yani lazima hiyo Firework wanaifahamu. Lakini mimi kipindi hicho mimi nilikuwa sijui masuala ya graphic design ni nini, mambo ya internet na yenyewe sijui. Kwa hiyo ndio hivyo, yani ukikutana na hicho unataka unaona unaweka picha inaingia pale, unakata background, yani unakuwa unakatakata tu lakini unaweka miti kule. It was amazing. Yes, kiukweli ilikuwa very amazing. Na mtu akikuta yani kwamba umechukua picha hata kama umemkata kiengo tu, umemkata hata sikio, lakini akikuta yani labda amepigia mashambani kule, picha yake amepigia mashambani, afa akakuta kwenye background yake mimi wada. Okay. Sasa kipengele kilikuja pale ambapo nilikuwa inabidi niende chuo. Matokeo yamekuja form 6, nimefaulu fresh. Yes, matokeo yalikuwa yananiruhusu kwenda chuo. Sio kama nilikuwa Tanzania 1 hamna, nilishinda kama wanafunzi wengine. Kiukweli moyoni mimi nilikuwa nimewaambia wazazi wangu ya kwamba mimi nataka nikasomee masuala ya multimedia. Maana nilikuwa na uhakika kwamba huko nitakutana na vitu vya video, masuala ya graphics na mazagazaga huko, maana nilikuwa nishagugo mtandaoni na nini, nasema nataka nikasomee multimedia. Lakini ndugu yangu yani hazikwenda kama ilivyotarajia, kwa sababu kipindi hicho chances za kuajiriwa zilikuwepo kwa sababu kama sasa hivi chance ya kuajiriwa eti umemaliza chuo, chance yani sijui niseme ni percent ngapi, yani sijui percent nitoe ngapi, ni percent ndogo sana ya kuajiriwa eti umemaliza chuo unaenda kuajiriwa, ni percent ndogo sana. Lakini kipindi kile chance ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo mzazi kumwambia kwamba unataka ukasomee multimedia, akuelewi multimedia ni nini. Multimedia ni nini? Wewe unataka uwe mwandishi wa habari, wewe unaweza kuongea mbele ya kamera au unaweza. Mimi nikamwambia bana, nikamwambia wazazi wangu kwamba mimi nataka niwe kwenye upande wa production, kwa sababu wale ambao unaona kwenye TV na nini ni wachache sana ambao wanafanya zile editing za videos na kufanya maandalizi. Mimi nataka niwe kwenye back studio kuandaa zile content, kuandaa matangazo, kufanya nini. Japokuwa nilikuwa siko sure na kitu ambacho nilikuwa nawaambia, lakini mimi nilikuwa na ile confidence kwa sababu mimi masuala ya graphic design nilikuwa nayakubali mno. So wazazi wakanigomea, kusema mambo ya multimedia weka kando. Kwa hiyo mimi nikaamua tu niwe mpole. Nikaamua niwe mpole. Yes, ili nichaguliwe kozi ambayo wao wanaona kidogo inalipa na nini. Kwa hiyo wakamshirikisha kaka yangu ambaye yeye tayari yuko huko anasoma masuala ya mineral engineering, mambo sijui ya rocks sijui nini, geology huko. Yes, wakamshirikisha, wakamwambia mdogo wako anataka kusomea masuala ya multimedia, lakini hivyo na hivyo. Wakasema nichagulie kozi. Mimi nikatulia tu hivi. Kozi ambayo ililetwa mezani inaitwa GIS and remote sensing, ambayo ilikuwa inabidi nikaisome pale UDOM. Yes, pale UDOM nakuwa kwenye college ya informatics SAIV. Okay, mimi nikaamua tu nichukue hiyo kozi, mimi niende chuo. Lakini hawakujua mimi moyoni mwangu nilikuwa na kitu gani. Kiukweli mimi moyoni mwangu GIS huenda inalipa, huenda kuna maokoto ya kutosha, lakini huenda hata ningezingua kazini. Who knows? Huenda ningezingua kazini lakini havikuwa moyoni. Hata kwenye upande wa kusoma
Kwenye upande wa kusoma vitu haviendi, nasoma yani naona kichwa ni kizito. Yani lakini nikaamua nifanye decision ambayo nilikuwa naogopa, lakini ningefanyaje, ya kufuata ndoto zangu, masuala ya multimedia. Sasa kitu ambacho kilitokea ni pale ilikuwa inabidi nikiwa pale chuoni niende nikachange course, niende kule kwenye utawala kule, niwaambie kwamba bwana mimi course ambayo naisoma bwana mimi nataka nibadilishe na nini 1 2 3. Sasa mimi cha ajabu mimi sikufanya hivyo. Kitu ambacho nilifanya, niliamua kuattend madarasa ambayo sio yangu.